Yule askari wa Kirumi aliyemchoma Yesu ubavuni na mkuki, Yesu akiwa msalabani, anaitwa Longinus, ambaye kwa sasa anatambulika kama Mtakatifu Longinus. Huyu Longinus wakati anamchoma Yesu ubavuni kwa mkuki, yalitoka maji na damu, na baada ya yale maji na damu kutoka yalimrukia, na baada ya yale maji na damu kumrukia, inasemekana ndipo alipopiga kelele akisema, kweli huyu alikuwa mwana wa Mungu. Ukisoma ile Injili ya Marko ile sura ya 15 aya ya 39 utasikia hayo maneno. Basi baada ya hilo tukio, inasemekana kwamba Longinus alikuwa na matatizo ya macho. Kwa hivyo baada ya kurukiwa na yale maji na damu kutoka kwenye mwili wa Yesu, alipata uponyaji wa hapo hapo. Kwa hivyo baada ya hapo aliachana na kazi ya askari, akaenda kuwaona wale mitume wa Yesu ambao walimpatia mafundisho ya Yesu, na baada ya hapo alibatizwa. Baada ya hapo alienda kujiunga na kikundi maalum kilichokuwa kimejifungia ndani kwa ajili ya kuomba na kufanya shughuli nyingine za kiroho, mahali ambapo kulikuwa kunaitwa Kapadocia. Okay? Akiwa huko, kiongozi mkuu wa Kirumi sasa, gavana, alitoa amri huyu Longinus akamatwe, afikishwe mbele yake. Baada ya kukamatwa na kufikishwa mbele ya gavana alitoa oda kwamba Longinus avunjwe meno na akatwe ulimi. Wakati anakatwa ulimi, ile damu iliyotoka kwenye mwili wa Longinus ilimrukia huyu gavana, huyu kiongozi mkuu wa Kirumi. Na huyu kiongozi mkuu wa Kirumi alipata uponyaji wa shida zake mbalimbali, ikiwa ni pamoja na yeye alikuwa ashaanza kupata tatizo la kufifia kwa macho. Maajabu mengine ni kwamba japokuwa alikuwa amekatwa ulimi, lakini aliendelea kuongea kwa ufasaha kama mtu ambaye hajaguswa chochote kwenye mdomo wake. Basi baada ya kufariki kwake, mabaki ya mwili wake yalihifadhiwa kwenye kanisa la Mtakatifu Agustino huko Rome, na ule mkuki alioutumia kumchoma nao Yesu ubavuni umehifadhiwa kwenye moja ya nguzo kuu 4 za Basilika ya Mtakatifu Peter kule Rome. Kwa hivyo Longinus ni yule askari aliyemchoma Yesu ubavuni kwa mkuki.